sasa katibu mkuu wa kanisa wa Baraza la Maaskofu Kanisa Katoliki Father Kitima alivamiwa akapigwa na kitu kizito. Lengo lake ilikuwa ni kutaka kumuua kabisa. Na wengine mlisikia kiongozi mmoja wa jeshi la polisi akisema kejeli kwamba eti alikuwa analewa, alikuwa anakunywa, kusema alikuwa analewa. Alikuwa anakunywa, sio alikuwa anakunywa nini? Sasa hata kama alikuwa anakunywa, hata kama ni mlevi, ndio ashambuliwa apigwe na kitu kizito. Lakini sisi kama kanisa tunajua ya kwamba ilitokea ile kwa sababu ya kutaka kuwatisha viongozi wa dini, kuwatisha maaskofu, ya kwamba tukimpiga, tukimuumiza huyu ambaye anatoka kwenye kanisa kubwa, hao watu wengine wote watanyamaza. Sasa nataka niwaambie watu wa Kiabakari, hakuna binadamu yoyote aliyezaliwa na mwanamke akainyamazisha sauti ya kanisa ikanyamaza. Kanisa halinyamazishwi. Askofu hawezi kunyamazishwa. Mnafahamu huu msalaba huu anavaa maaskofu. Huu sio mapambo. Msalaba huu ni kwamba anapita ishara na njia aliyoipitia Yesu Kristo. Yesu wakati anakemea haya mambo ya unyang'anyi, udanganyifu, unyonyaji na ukandamizaji, Mfalme Herode ambaye alikuwa anatawala Galilaya, alikuwa mfalme mkubwa kabisa, akatuma watu wake wa usalama. Watu wa usalama wanakuwepo kila mahali, wakaenda kumtisha Mfalme Herode, kumtisha Yesu kwamba mfalme anakuambia ondoka, acha mambo kama haya. Yesu akawaambia wale watu, mwambieni yule mbweha ya kwamba nitasema hapa, nitasema na kule, na nitaondoka. Wakati wangu haujafika. Waambieni wale watu wanaotitisha viongozi wa dini kwamba tuache kusema. Tutasema na tutaendelea kusema. Na mfumo wa ukandamizaji, mfumo wetu mbaya ambao unaruhusu ushenzi wa kutekana, ushenzi wa kuuana, ushenzi wa namna yoyote na kupora uchaguzi, ipo siku utakuja kudondoka na utadondoka kabisa.